Amina, Bwana asifiwe. Swali kajibu lakini sio jawabu, kwa sababu jibu unaweza ukatoa jibu lakini lisiwe jawabu. Kwa nini? Rudia Mithali 34 alafu niambie kama kuna kitu nilichokiuliza umekisikia au kadhaa. Na nitumia njoo chukue Mithali 34. Mithali 34, rudie chapa. Maana nimeuliza kuna jina, yani sio mimi nimeuliza, nimesema kabisa ni Suleiman, nikauliza nataka majina ya hao wawili. Inasema anitajie, tusoma. Ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Akasema ni Yesu. Ndio, twende. Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Akasema ni Yesu. Twende. Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Akasema ni Yesu. Twende. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Akasema ni Yesu. Twende. Jina lake ni nani? Ni Yesu. Akasema. Na ni nani jina la mwanawe? Jina la mwanawe ni nani tena hapo chini? Kwa sababu kuna Yesu tayari, ushasema sawa, kaviumba hivyo vyote, na kuna jina la mwanawe huyo Yesu. Sasa huyo ni nani? Inawezekana Yesu na mwanawe tena, ndugu yangu. Hii itakuwa iko sawa ukitumia maandiko. Ukijaza jibu la juu, basi jua la chini litakubana, kwa sababu sisi tunachokufundisha hapa, kuna Mungu aliye mmoja aliyefanya ulimwengu kupitia mwanae. Mrudi Wakolosai 1:15 kwanza. Wakolosai 1:15. Kwa sababu unapomsema Yesu sawa ni kaumba akafanya vyote, ndio tunakubali. Sasa huku chini limekubana jibu kwamba sasa jina la mwanae ni nani? Tayari umeshasema ni Yesu. Sasa jina la mwanae Yesu, ingebidi pia uniambie kwa kunitendea haki. Soma hapo. Inasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yesu, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Kumbe katika Yesu vitu vyote viliumbwa. Katika Yesu, yani kutumia Yesu vitu vyote viliumbwa. Ndio jibu litapatikana kule kwamba kuna Mungu aliyeumba kupitia kupitia mwanae, na ushahidi uko wawili. Na nisomee kwanza Kutoka 19:15. Kutoka 10 Kumbukumbu la Torati 19:15. Nione ushahidi wa ngapi unaosemekana kuwa ni kweli, na ndio Yesu. Je, naye ameshuhudiwa na ngapi ushahidi wao kweli? Shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye. Shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kushuhudia kwa uovu wowote. Sasa nenda kitabu cha Yohana 8:16. Maana inasemekana shahidi mmoja asimwinikie mtu, maana utakuwa shahidi wake ni wa uongo. Kwa hiyo ushahidi ambao unathibitika ni wawili, si ndio maana yake? 8:16 Yohana. Nami nijapohukumu, hukumu yangu ni kweli. Kwa kuwa mimi si peke yangu. Bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Mimi na nani? Na yeye aliyenipeleka. Mimi na nani? Yeye aliyenipeleka. Kwa hiyo ushahidi umethibitika kwa wawili. Sasa ikiwa ni mmoja, Yesu ni muongo, si ndio maana yake? Endelea chini kushuka. Maana yake ni muongo. Ni muongo kabisa, ushahidi ni wawili. Tena katika Torati yenu ndiko kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Kumbe ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Yesu mwenyewe athibitisha ushuhuda wake, umethibitishwa na wawili. Lakini kwa mujibu wao ni mmoja. Ndio maana hiyo Mithali 34 hilo ni swali ambalo halijibikagi popote, kwa sababu ukishamjibu kwa ni Yesu sawa, ndio kaomba kafanya vyote. Chini jina la mwanae huyo Yesu ni nani? Tena imetaja ni mmoja. Mimi nenda Mithali 8:30 anzia yake ni ya 22 pale, changamka. Mithali ngapi? 30. Mithali 8:22. 8:22. Inasema 8:22. Inasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla matendo yake ya kale, nalitukuka tokea milele, tangu awali kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi, nalizaliwa kabisa. Wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozithibitisha mbingu, na alikuwako. Alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemichemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mipaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoingiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye. Ndipo nini? Wasikilize, rudia hapo. Ndipo alipoipa bahari mipaka yake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye. Sasa uje utuonyeshe Yesu alikuwa pamoja na nani katika uumbaji. Ni maneno ya Yesu. Kama utamweka mwingine hapo, basi naye alifanya mbingu na nchi akaumba pia. Hapo nimeishia hapo. Mwalimu badilisha swali. Halijajibiwa. Au kama hawezi basi iko hivi, nishalijibu kwa sababu aje ajibu basi kabisa. Basi sawa, namsaidia endapo akishindikana. Sasa nitaje majina mawili, kuna jina la aliyeumba afu kuna jina la mwanae aliyeumba kwa mujibu wa Mithali 34. Basi aje ajibu tena kwa mara nyingine.